sitaki kujua, mimi bora nimeona tu amestaga tu hivi kidogo, huyo mimi naanguka naye, namnyang'anya do, namperemba ndio nahepa na naenda labda ya watu nini. Lakini tena inafika mahali naona hapana, hii tena wizi hii ni kama. Hi guys, karibuni sana kwa Karen Online TV. Utatuambia majina, utuambie unatoka wapi, alafu tuendelee. Kwa majina naitwa Rose Mwikali, nimetoka Korokocho. Nimetoka Koch, mimi nimelelewa Koch. So life ya Koch imekuwa hard sana juu mzazi wangu, yani mimi sijasoma in short. So life ilikuwa tu ni kwa mtaa, kupiga kushughulika tu hivi. So nilifikisha miaka 15. Nikajipata nimechukua na jeshi mbaya. Hiyo jeshi mbaya ikakuwa sasa tumeanza kutumia madrugs. Kaanza kutumia drugs nikiwa mdogo. So ikafika mahali nikajipata mpaka nimeingia kwa genge ya waizi, naanza pia kuwa mwizi. So ilikuwa tuko tunaenda kama ni kwa nyumba za watu tunaiba. Tukipata na mtu kwa barabara tunamnyonga, tunamnyang'anya do. So ile tabia ilienda ikanishika hivyo. So hiyo tabia yenyewe ilinishika. Nikapata boy, nikapata first born mtu wangu. Huyo boy akakufa, akaniacha na mimba. So ikakuwa life ikuwa rahisi, ikakuwa mzito. Chenye kilifanya huyo husband wangu akufe, pia alikuwa ni mwizi. So walipatikana kwa barabara akinyonga mtu. Walipigwa risasi, wakauliwa tu hapo. So na mimi akaniacha na mimba. So life bado ikakuwa tu life ni hard. So after kuget ule mtoi, nikaona hapana. Juu kuna rafiki zangu waliuliwa wawili. Nikasema hii kazi sitakubali kufanya tena. Nikatoka nikakuwa stripper. Nikasema nitakuwa stripper. So nitakuwa napeleka mtoi baby care, mimi naenda kustrip. Pale strip unapata mna strip bila nguo. Lakini sometimes unapata anakaa sama anakupeleka kwa room, anakutumia vibaya, maybe akulipi, akupatii do. Tena unaweza enda pale, mwingine unamuitisha do, anakupiga na hajakupatia do. Na watoto na mtu umeacha home. So after that, kuna day mimi nilijipatanga kwa room. Nakumbukanga ilikuwa on Sunday. Kujipata kwa room, nilijisikianga on Wednesday. Kujisikia on Wednesday. Ulienda kwa room on Sunday. Ukakuja kujisikia on Wednesday. So ambapo sijui huyo tulikuwa na jamaa fulani kali kwa ameniekea pombe. Na kenye kilifanya nijue ni huyo mwanaume, juu nilikuwa nasikia yenyewe hapo palikuwa na mtu. So nikakuwa na uoga, nikaingiza uoga, nikasema kaya ama labda mtu alikuwa mgonjwa. Ama mtu ni nani? Juu hata ama labda hata kutumia kondom mama. Kumbe on that hiyo tu mimba ndiye alinipatia. Nikapata. So nikuja kujua niko na mimba baada ya miezi 5. Nilishikwa na tense sana. So hata clinic sikuenda usio yote. Nilikaa tu hivyo. Nikasema So wakati ilipofika siku ya kujifungua, mimi nilienda usikubwa. Nikaulizwa kadi, mama iko wapi? Nikasema sina kadi. Ati inakuja. Nile tu kudanganya. Juu hata sikuwa naenda clinic, nilikuwa nisha lose hope ya life yangu kabisa na nikajidharau na nikajichukia. So after kupata ule mtoi, bado tena nikarudingi tu tena ile kazi tao. Sana acha mtoto baby care, naenda tao. Ilifika mbali nikaona hii si kazi nzuri. Hii kazi nafaa kuachana nayo. So mimi ilifika time, unapata hii kazi ya umalaya. Mtu anakuita kwa room, anaenda anakutumia, akupatii hata shilingi. Unapata hata sometimes unaenda home bila hadi bob. Uko hapo mimi naangalia watu, naangalia sister zangu wadogo. Niko na mamangu hapo ni mgonjwa, mimi ndio namwangalia. So nikasema hapana, hizi challenges zimekuwa mob sana. Kitu yenye nitafanya na bado nilikuwa tu hata nikienda tu yote huko strip bado. Unapata hata niko tu
nikiona tu njia mtu mimi napita nayo. Juu hakuna otherwise. Naona hakuna otherwise. Tu hapa tu nisipoiba hapa kuna njia nyingine. So ilifika mahali mimi nikaona hiyo life hapana. Nikaacha. Nikaanza kwenda hapa Bangu, kazi ya club. Nilikuwa naenda kupimia watu chang'aa. Nikaandikwa na mother fulani nikwenda napima chang'aa. So katika ile kupima chang'aa unapimia mtu chang'aa, kuna mwenye anataka kukushika, kuna mwenye anataka muende short. Huko kwa chang'aa, yani unapata tu unaingia saa 10 ya usiku kwa chang'aa, unatoka saa 5 za usiku. Unaona una time hadi ya kukaa na watoto, hata ujui hali yao. Na huko mtaani si ati nikutukurisk, yani ni ati nikutu unaweza amua tu unaweza acha mtoto wako tu bila mtu wa kumwangalia. Juu pale si pazuri vile. So hali ikakuwa hivyo. Mimi nikasema sasa nitaacha hata kazi hii ya kuuza chang'aa. Nikaanza nikauza chang'aa, nikaona tena hapana, hii si kazi nzuri. Inanifanya hata nasahau kuenda kuangalia watoto wangu. Nasahau hata kurudi na home. Mkoro wangu unapata hata sometimes ana ile time ya kukunywa dawa. Juu amelemewa. Nikaona hapana, acha niachane na hiyo kazi. So mimi niliamua kwenda kufanya kazi ya garbage Eastleigh. Pale Eastleigh nayo tuko naanza kazi saa 7 za usiku. Kutoa hizo mabegi hizo makaratasi za black tunatoa kwa gari, tunaweka kwa gari. So kazi yetu ilikuwa ni kutoa zile chakula zimebaki kwa zile mtu ametupa tu kama chakula huko. Tunaokota, zinaitwa chirambe, tunachukua tunaweka kwa gunia. Asubuhi ndio tutauzia mtu wa nguruwe, wanakuja wanazinunua. Lakini sasa unapata hapo Eastleigh challenges ni vijana wabaya wakiiba, wanakuja wanaruka kwa ile lori yenu. Unapata mnalala mkikimbizwa na watu wamewabebea mapanga, mavisu. Lakini sasa hakuna saizo kwa hiyo time sina bali mimi naweza enda job. Hakuna kitu kingine naweza fanya. So ikabidi nikitu nikakaza. So kuna siku moja beshte yangu fulani aliitwa na jamaa. Ikakuwa mimi sasa sikushughulika, labda nikijiambia ama anaenda short. Akaenda. Tuseme kama 2 hours ni alinitumania na nikaenda. Nipata huyo best yangu ameripiwa na amerushwa chupa kwa sehemu yake ya siri. Hapo nikasema sitaki tena hiyo kazi. Nilikuwa kufa moyo kabisa. Nikasema hiyo kazi hata mimi sitaki tena. Wacha ikae. So tulimchukua ule dem, tukampeleka hosi. Akaweza kutolewa ile chupa. Ingawaje hakukaa sana, akapona. Na pia yani mimi hapo ndio nilisema hiyo kazi sitaki na nikaacha na hiyo kazi. Sasa hivi nikasema nitakuwa nafanya kazi yangu ya mkono yangu. So mimi nilikuwa naenda Dandora hapo dumping site. Naenda nafanya hapo shughuli yangu. Kani kuchukua quinchas box naenda napima. Nikipima hizo vitu napata kama 150 ama 100. So unapata hiyo do kabla upate hadi ya kulipa shule inakuwa ni ngumu. Juu ndio mnakula, ndio unabai mtoi dawa, ndio unabai ya mother dawa, ndio mtoi mara school fees. Unapata hadi mtoi aendi shule venye inafaa. Mara leo anaenda, mara siku 2 hamjakula. Ule mtoi hizi aende shule kabla hajakula. Unapata saa zingine tu anakaa. Juu pale napo si rahisi upate kama hizo quinchas. Kilo moja ni 5 bob, cotton ni 2 bob. So unapata kabla ile do ifike ya chakula, manze unateseka, unahangaika karibu the whole day. So mimi nikaamua acha tu nifanye hiyo kazi mpaka ile time itafika. Kanga time fulani mtoto wangu wa pili nilipatana na jamaa. Huyo jamaa akaniambia nitakuoa, nitakusaidia kulea huyo mtoto wako. So mimi nikaona ni sawa, nikakubaliana naye. Venye alinioa tukakaa mtoto akakaa nikapata mimba yake nikamzalia. After kumzalia mtoto yake akiwa na mwaka kama moja hivi alianza kunionyesha madharau. Mara ananipiga, mara ananifukuza nje mimi na mtoto. Tunakanika tunalala nje. Mara tumekimbizwa tunaenda tunalala nje. Msebeke amsho nikaona hapana, huyu ataniua.
alikuwa tu anapenda vita kila time, kila saa. Nikaona ngapa na kama mtoto mmoja mimi najingangana naye, hata huyu pili nitangangana naye. So mimi nikatoka tu kwa hiyo marriage. Nikasema acha nikajikalishe tu, nirudi tu home nikae na madhangu. So mimi nikaenda nikakaa. So kuna time tulikuwa tunapenda kwenda east side inaitwa Shiranga sana. So hiyo day tumeenda na boy fulani. Huyo boy alikuwa ameitwa kazi. Wenye aliitwa kazi, kumbe walikuwa shakula doza wale watu. Mimi tulienda naye. Kuenda naye tulipata mahali kuna kware kubwa sana. Huyo jamaa yurushwa hapo ndani. Bahati mzuri hakuingianga kwa maji. Aligonga huko kando kwa kware, akavunjika miguu. Na mimi mwenyewe nikakimbia. Wewe nilikimbia na nikaita marafiki. Tukakaa. Uzuri hapo ameingia ndani ya maji. Aliangukia hapa kando lakini alivunjika miguu zote. So hiyo time venye tulimpeleka hosi kubwa. Tukatoka huko, mimi nikarudi na home. Kurudi na home tu coach ni kurisk. Mimi huenda nashikwa na jamaa fulani tu hapo kwa kona. Ananiuliza mlikuwa mmeenda wapi na huyo mtu? Nikamwambia tulikuwa tumeenda hivi, imefanyika hivi na hivi. Huyo jamaa hiyo ni nyonga, anaanza kunirape hapo. Namuuliza mbona unanifanya hivi? Yeye unipiga, ananitoa meno moja hii side. Ananivunja meno. Mimi naondoka. Juu siwezi enda kwa police station kumstaki. Juu nikimstaki, hata nikipewa tu hiyo OB, nitalalaje home. Nikilala hapo usiku atanipata na watoto wangu, atupige zaidi ama atanidrape na mpaka na watoto wangu. So mimi nikanyamaza tu na hiyo story, nikaachana tu nayo hivyo. Nikasema Mungu atanitetea. So ikakuwa mimi nimeambia huyo rafiki yangu aje, itabidi tena tarudi tu kazi tena pale Isili. Juu hakuna otherwise. Akaniambia hapana. Nikamwambia tukarudi. So kuna siku moja hapo mlango kubwa tulipatana na vijana wanakimbizwa kama wako kwa nduthi. Vijana walikimbizwa na polisi. Tulisikia tu mara moja risasi zilipigwa. Tulistukia sisi wote tumelala chini. Tuliambiwa laleni chini, tulilala chini. Vijana hao walikuwa na ndugu, walikuja kama wameanguka hii side. Wakakuja kama wamepigwa marisasi wakamalizwa. So mimi nikajiuliza tena, na nilikuwa nimesema hivi kazi nistaki. Imekujaje tena? Manzia maboi waliuliwa hapo, wakachukuliwa. Na ilikuwa kitu saa 8 za usiku. So ilibidi mimi na msichana tena tulirudi tu kwa wale maboi wanakanga huko wakivuta tu zile magamu. Tukaenda karibu na wao. Tumenyamaza tu. Huyu msichana akaniambia je, Rose, nilikuwa nimekuambia hii job tu achana nayo. Nikamuuliza ndio taachana nayo, alafu next watu itakuwa tunawapea nini? Daily mtu yeye anakulilia mama nibaie, sina dosa. Hiyo wimbo hapana. So tukasema tukiwa tuko Isili, nikamwambia je, tufanye hivyo tuteremke huko. Akaniambia hapana. Venye tumejionea tabidi kukuche. So tulikaa hapo mpaka kukakucha. Tukateremka, tunateremka mguu hata tunataka bopi hata shilingi. Tukateremka. Tukifika pale Isili karibu hapo tu chini kiasi. Kuna mama wanatoka Mathare wanaruka Isili. Tunaona wanaenda wakakaa kwa mosque. So ilibidi tunawafuata pia sisi, tukaenda tu tukakaa hapo kwa mosque. Kumbe ni hao watu wakitoka wanapeana hiyo sadaka. Mimi tulithank God tuko kukosa hata 100. Sasa tukitrack, unatrack ukijua uko na nguvu ya kujuaje ukifika kwa nyumba utabaia watu at least break. Juu huko kwetu kuna kuanga na mkate ya 10 bob. Coach tunakuanga na mkate ya 10 bob. Dinaenda unabaia watu hiyo mkate ya 10 bob. Unarudi unabaia hata kama kasukari kambao. At least hata unatafuta tukuni 2 3. Unaweka hapo, unawapikia ka strong wanakunywa. Na nijua endi shule. So mimi nikasema ngawacha tu hata nikaende tu kwa nyumba. Nione hata yani nini naweza fanya. Juu hali yenyewe imekuwa ni hard sana. Nikiangalia home, mvua inanyesha, ikinyesha watoi
wananyeshewa kwa nyumba, maji inaingia kwa nyumba, nyumba inakaa kama yani mnakaa nikaa mko nje pale. Huwezi acha watoi wayuko safe, mother ndo ni mgonjwa. Sisi tunapikianga chini, nimejenga mawe 3 hapo, napikianga chini. Maji yani kama kukinyesha, kabla sijapika hatuwezi kula juu mvua ikinyesha, juu napikia chini hapo kwa jiko, maji inapita, mvua inanyesha, watoto wangu tunalanga nao chini. Yani life imekuja imekuwa ni hard, but nasema tu God atanisaidia niweze tu change life yangu at least. So kwetu unapata kunanyesha, mvua inanyesha. Saa ingine nakaa hivi chini najiuliza ni nini naweza fanya at least hii life yangu change. Juu nikiangalia kama ni life ya umalaya na unapiga juu. Hadi kuna time msee fulani unipata tao, ananiuliza kama tunaweza enda short, na mwambia so huyu unichukua tunaenda na yeye. I think huyo jamani kama alikuwa ameingianga kwa club. I think huyo jamani kama hiyo ndio kazi yake ya wizi. Juu wakati aliniingiza kwa gari yake, yu nipeleka tao. Kunipeleka tao, tulikuwa tao, so amenibeba tena, ananiambia tuende room. Hatukuingianga kwa room. Yu huenda ananipeleka Lang'ata huko chini. Namuuliza mbona unanipeleka huko? Yu niambia nyamaza, na ukali tena ingine na sura ingine hata sijaia. Sikuamini. Mimi naingia, ananitoa, ananipedo. Ananiambiaje, nitaka hizo do zako na simu yako. Najua sikuwa na otherwise. Nikaona msee tukibishana naye hapa ataniua. Mimi ilibidi nimtolee zile vitu, simu na do. Nilikuwa na 1500, akachukua na akachukua simu yangu. Na akaniacha na akaenda, hakunirepa, hakunifanya kitu yote na akaenda. Mimi nikashangaa mimi nitafanyaje? So nikaenda tu, nikatoka nje ya gate. Kutoka nje ya gate najaribu kusimamisha gari inipatie lift. Hakuna mtu anaweza nipatia lift. So ilibidi nikakanyaga. Nikatembea mpaka nikafika tao. Mimi kufika tena tao, ikabidi nikasema hata ningoje tena customer mwingine akam, ndio at least nipate do ya baby care na watu waende wakakule. Mimi nirudi tena tao. Naenda nakaa. Napatana na mjamaa. Ananiambia tuende short, ndakupatia dhao. Mimi nasema at least, namwambia tuende. Enyewe naenda tunachapa shughuli. Huyo mjamaa yurudi ananigeuka, ananiambiaje, kama huwezi chukua sou 3, achana nazo. Nikiangalia hivi, nikinyamaza, nikifikiria, naona sina hata shilingi. Nikukucha kuna kucha. Huyo jamaa alikuwa ameniambia ananipe dhao, sasa ananiambia ananipe 300. Nilichukua tu shingo upande juu sina otherwise. Lakini najiuliza, msiku na mbebaji. Hiyo ndio fair. Hiyo ndio watu wataenda kumanga. Hiyo ndio unaenda kubai madawa. Hapana. Lakini juu sikuwa na otherwise, ikakuwa tu ni hivyo. Nina drop home. Naenda naangalia shughuli. Nakaa, jioni yake inafika, nasema sasa mimi tena nitafanya aje? Naona hapana. Inabidi tena katika tu ya harakati mimi naenda nasimama soko home. Kuna mahali nilikuwa napenda kusimama. Nikiona tu mtu anakuja ni kama mlevi hivi, mimi namwangusha, namperemba, namnyang'anya do. Unamwangusha Chini unamnyang'anya pesa? Namnyang'anya. Na uogopi maybe unaweza pigwa na mob justice? Sasa siamini juu hata sitaki kuangalia hiyo. Yaani juu hapo ndio life mwisho. Naona hapana, tena nasimama. Mwingine anapita. Namwangusha tena, namnyang'anya do. Sitaki kujua, mimi bora nimeona tu amestaga tu hivi kidogo. Huyo mimi naanguka naye, namnyang'anya do. Namperemba. Ndio nahepa. Na naenda nabai watu nini, lakini tena inafika mahali naona hapana. Hii tena wizi, hii ni kama bado itaniletea tafash hapa mtaani. Sasa watu wameanza kukani kama wananishuku. Nani kama anakuanga mwizi. Sijui jana niliona akifanya nini. Sijui nini. Watu washaanza kutoa comments. Nikasema hapana. Hii wizi mtaani acha niachane nayo.
story ya mtako wizi sidai. Mimi nikaachanga hiyo job. Nikaendanga tukapata na mother fulani. Alikuwa anaendanga Roysambu. Akaniambia tuende tunapata kazi ya mjengo. Kuinua mawe nini. Sasa shida ilikuwa tunapo saa tu. Ndio ilikuwa inatokanga saa tu, lakini najiuliza hii wiki mzima watu wote watakuwa na manga. Ndio hii ni kazi nimepata ya mjengo. But ndadu. So ile tukifanya hiyo kazi, mimi nikaambianga foreman, mimi naomba tu kama unaweza kwangu kunipe tu 200, alafu na hizo dozi zingine unanipatia Saturday, iko sawa. Akaniambia hiyo ina shida, nitakuwa nakupatia, lakini sitakuwa nakukata, lakini utakuwa mtu wangu. Hapo sasa ni kwa mjengo. Foreman. Foreman. Lazima akue sana lana. Hata kwa ananikata zile do, lakini sasa nikuwe mtu wake, nikuwe malaya yake. Sasa nikasema nitafanyaje, lakini kabidi nikakubali. Ile nibidi nikubali. Tukaendelea. Ananipea 300. Ananipea 400. Hivyo. Sasa ikafika kuna siku moja ameniambia, Rada ni gani hata umekula do yangu sana. Mimi niliamua liwe liwalo, akitaka anipige, akitaka anivute kazi. Nilimwonyesha sidai. Juu nilikuwa nishasikia rumors ni mtu ako na bibi na watoto, na ni kama ako mgonjwa. Hiyo ndio tabia yake. Yenyewe bado kwa na marafiki wengine wazuri walinipeleka tu haraka na maneno. So na mimi nikajuaje huyu jamaa acha hata niache tu story yake. So jamaa alinivuta kazi on the spot. Nikasema acha ikae. After ushamwacha. Kusema tu staki, alinivuta kazi direct. Na hakukupea do zako? Hakunipea. Ikaisha hivyo. Nikasema okay, acha tu ikae. Mimi nikakaa nikaanza kwenda kufulia Oria nguo. Kufulia Oria nguo na Oria amekukalilia tu hapo chini. Anakuangalia kufua. Fanya hivi na maybe hata ajui kama WhatsApp hujakula. Ashaanza tu kugeuza. Hiyo nguo sio janika vizuri, sio utafanya nini, sijui nini. Unaona tu hapana, hii ni fala bado. Acha niachane na hiyo kazi. Mimi nikaananga acha niende Boma huko kitu tunafanyanga. Unachukua cottons, unachukua kunja, unaenda unapima. Unarudi, unachukua kani hizo chakula za nguruwe. Huko begi moja tulikuwa tunauzanga 50 bob. Unauza 50 bob. Ama yani unaweza uza tu huko ni kwa anything, unaweza patana tu na anything huko Boma. But huko challenges ziko, ukigongwa na tinga hizo tinga nguo zinachimba huko ni for your own risk. Ukigongwa na gari huko ni for your own risk. Huko hakuna kulipa, unalipwa. Most of time unapata hadi kwa kama watu wamegongwa na hizo tinga. Yana iko tu kwa hizo gari za takataka. Anaenda tu na mwago hapo kwa OC. Ni hivyo shughuli ya kukusaidia zaidi hapo, hiyo imeisha. Hakuna kusaidika tena. Wewe ukigongewa huko, wewe unajua tu shughuli yako imeisha. Wanakubeba wanakumwaga kwa OC. Ama kwa takataka, kwa pit. Si wamekokotoko kwa pit. Wamekubeba na hiyo gari tu ya takataka. Wanaenda tu na kumwaga tu hapo kwa gate na wanaenda. Hapa pengine utaja wenye utajisaidia. At least amekutoko ndani kwa matakataka. So unapata huko unafanya kazi ukiwa maanani sana, juu hadi nikutu kuna mwagwa takataka mingi hadi za OC, kuna mashindano zinaweza kudunga, kuna nini, yani takataka yote iko huko. Na hapo bado ndio unapata mtu ametupaka mkate, ameifunga tu poa. Hiyo ndio lunch, utakula huko lunch. Unakota tu hiyo mkate, utakota kasoda. Kama kuna time tuliokotanga soda, tukiwa na huyo tu rafiki yangu mwingine hapo, tukakunywa na mkate. Kumbe ile soda sio ilikuwa imewekwa madawa za kulevya. Tulijipatanga tuko hosi. Tulijipatanga tumelazwa hospitali. So sasa baada ya siku mbili ndo nikauliza nini kilikuwa kimetuleta huko. Ati mnajua mlikuwa mmekunywa poison. Jusi hatukuwa tuna mind, ukipata tu kitu huko unachukua unakula. Ukipata tu kitu huko unachukua unakula. Ukipata mkate, soda nini. So tujipatanga tumekunywa poison. Tukalalanga hospitali siku 3.
tukiongeza nguo maji. Kuna dem fulani tulikuanga naye pia. Yeye alikuwa hii ulimi yake nje ilitoka nje hivi ikakuwa refu. Sijui yeye alikuwa amekula nini huko ndani kwa hizo vitu. Akakuwa na ulimi yake ikatoka nje. So huko unapata kama ni au madereva wa tingatinga au madereva wa tingatinga au makanga wanamwaga tu takataka, lakini bado anataka kukumisuse. Anaweza kuambia come short. Anapeleka tu kwa lori yake ya takataka. Kitu anaweza kupatia labda 200 ama 300. Okay, anakupeleka kwa hiyo lori ya takataka nyuma. So unaisha mwaga takataka. Sasa kwa hivyo anakutandikia tu hapo ndani kigunia. Anaanza kukutumia. So unapata hadi huko kuna watu wameza au watoto wa madereva na watoto wa makanga. Madereva wa tingatinga na madereva wa lori. Unadhani sasa unapata huyo msee amekupatia mimba. Unadhani ati amekupatia mimba unamzalia akufurahishe, umfurahishe. Unapata kumbe umemzalia mtokane, muachane. Unamzalia anakuacha. So unapata kuna mtu ako na watoto 4, 5. Juu baba ni different. Mtu anakuambia come sijui nini, anaenda anakupatia bola na kuondokea. Mwingine anakuita anakupatia bola na anakuondokea. So kwa boma saa zingine unaona hizi challenges zinaenda zikikuwa mob sana mpaka unasema ni nini unaweza fanya juu kila mahali ukienda ni kama tu kuna yani tu kukosi uzito. Juu kuna time kijana mwingine ukanyagwa na hizo tingatinga, mguu yake inakuwa kama nini, yani inakanyagwa kabisa inaisha kabisa. So huyo boy alikuwa neighbor wangu. Mimi ndio niliitwa. Mimi ndio nikamchukua. Huyo kijana alikuwa almost 16 years. So wale watu kwenda kuwauliza, mnaweza tusaidiaje huyu kijana ndio at least hata mguu pone. Walituambia ni for your own risk. Hapo hakuna mtu anafaa kwa kienda mahali hapo. Ni risk sana. So ikakuwa tumembeba tu tumempeleka usika kwa mama yake, pia ni mtu wa kufulia watu nguo, kuhangaika kuomba tu kuomba nini. Mtu wetu kama wachanga usi kama anasikia vizuri. Ndio kuna hiyo time ndio dem mwingine huko mtu nakaa naye. Kumbe dem yuko alikuwa dingo lakini akaniambia ameacha. Yule ndo anaiba hizi keyboard hizi za church hizi keyboard za church. Anachukua. So nikampatanga nikamuuliza mbona umeleta hii keyboard huku kwa nyumba? Ati nimepewa. Nikamuuliza na nani? Ati boy fulani sijui nini. Nikamwambia hapana. So dakika 10 hivi hazikuisha. Nikaona watu wa church na mapolisi wamekuja nyumbani. Wakaniuliza hapa kuna kitu iliingia. Nikajua mimi sitadanganya. Nikamwambia kuna kitu fulani. Nikaingia nikaitoa nikamwambia hii kitu fulani amekuja nayo na akasema jote amepewa sijui nini. Huyo demu utafutwa, anashikwa, anapelekwa stage. Yupelekwa stage, wanaenda wana kesi. Inakuwa ameshikwa na amefungwa. So unapata hadi mtaani unakopadi kwa na base juu unashindwa ni nani. Ukienda kana ni dingu, ukienda kana huyu si mara ni mwezi, ni mara na Yesu tena kuambia nini. So ilifika mahali mimi nikasema aje nataka kuchange life yangu kabisa. Niachane na miadarati, niachane na hizo tabia zote, nifanye kazi ya mkono yangu. Ile kitu nasikia, yani naweza fanya kazi ya mkono yangu. Mimi najua hata kushona mat. Naweza uza hata kitu kama mayai. Yani sasa nafanyanga kazi ya mkono yangu. Wasitaki ati hata mtu akiniambia tusuka mtu hivi juu. Kuna time mtu alikuwa ananiambia kama ni bangu tu hivi hata nikakumochoe chupa. Mkienda huko kumbe hata nikaa mtu anakuanga tu na grudge na wewe. Anaanza maneno kukutafutia tu ma sentence, ndio kukutafutia tu maneno. Ndio make sure amekupiga ama amekuudhi. Juu anataka akupige na akuudhi. So inafika mahali nikasema mimi job kama hizo sitaki. Acha tu nika hivyo God wangu hata kama atanibless na kazi yenyewe naweza fanya mkono yangu. Okay, unaweza tueleza ni challenges gani ulipitia ile time ulikuwa unaenda kustrip kwa club? Unaweza tuelezea hizo challenges in deep?
Challenges zenye nikienda kustripa zilikuwa hard. Ni juu mtu anakam, anakutip, anaanza kutipata na so. Ukienda kustripa, kuna mtu atakuja kuambia mnaenda kwa room. Mkienda kwa room, atakutumia vibaya na anaweza kupiga na kunyang'anya do. Mwingine unaenda pale kwa kustripa. Kustripa hata, yani kustripa unalipa nguso. Kwenda kustrip ni 100 kwa klabu. Lakini sasa hizo matips ndio zako. Lakini ukipata mteja, bado unaweza enda. So unapata mmechukua na msee, mnaenda naye kwa room. Mkifika kwa room anakugeuka, anakutumia na hata kulipa na anaenda. Itabidi tu uluzu, unarudi pale kwa chuma. Unachukua tena, unaanza tu kuzunguka kidogo kidogo. Unapata saa zingine ndio mwenyewe unasikia aibu, inabidi unakunywa pombe. Unapatana na mguka, ni mzee hata kama babako ama hata rika ya babu yako. Unaona ati anakuja anakunini matako, unasema hata kama ni kazi. So inabidi unakuwa mlevi, inabidi unakunywa tei ndio uache kuona vitu zingine kama hizo. Ndio hadi saa zingine utapata ati kuna kaboi kadogo kamekuja kanaanza kushikashika, unasema unavumilia tu, unasema kazi hapana. Inakuwa na challenges zingine mingi sana. Unapata hiyo kazi bado ukifanya sana utakuwa addicted wa pombe. Huwezi kaa bila pombe. Juu unakunywanga tu pombe throughout. So umind ni nani unataka kulala naye, au mind either what ama what. Kuna watu wanakuanga na madhara wengine, anaweza kuambia na kutumia do kwa simu. Na akikutumia do kwa simu, by the time utoke hapo umerudi, amereverse. Na uko na watu wengine amereverse ile do. Na amereverse ile do. Sasa inabidi unarudi home bila hadi amereverse ile do, unafika home, hauna do, hauna nini, sasa unajiuliza. Yani alikutumia do na akareverse back. Huku unajua at that time. So umejua kama umefika home. Manzi unaangalia unapata kuna reverse. Ukimpigia mteja sijui nini, anakuongelesha ujinga, unasikia amekwambia hiyo namba yangu ukome na usirudi kunipigia tena simu. Unashindwa venye msee alikuwa active, kwa tena kumekuja imekuwa aje. So mimi uko kwa kustripa nikaona hapana, mimi nitaacha kwenda kustrip. Kwa sababu unapata mvai nguo, una strip mkiwa uchi. Unaweza vaa tu suruali na bra ama uvae hii swimming costume. Ndio unaenda kukaa hivyo uchi. Unapata mtu anakuja na kushikashika matako. Mwingine sio na kushikashika nini. Mwingine ni mzee, hata mwingine washangaa huyu naenda ezana. Lakini juu kwa kazi na hauna otherwise, inabidi unakubali vitu zingine tu kama hizo zinakufanyikia. So ndio nikaamua mimi hiyo life acha tu niachane nayo for good. Ni change at least. Mimi kwa saa hii ile kazi nafanyanga ni kazi ya mkono yangu. Na nikasema pia nimeokoka, nikarudi church. Nikasema acha hata nifanye kazi ya Mungu kuliko hata nifanye hizi kazi zingine za dunia zimenishinda. Hapo ulituambia ulikuwa unatumia drugs. Maybe unaweza tuelezea hizo side effects za hizo drugs ulikuwa unatumia zilikuwa gani? Nilikuwa na side effects mingi. Kama mimi nilikuwa natumia jaba, pombe, bangi, dawa za kulevya. So sometimes unapata zile vitu ukikunywa zote, unapata hata mwanaume anakutumia bure. Unapigana na watu, unakosana na watu, au jijui, unajisahau, unakuwa don't care, au ugangi, unakanga tu ukulangi, umeisha ukulangi, kunywangi, wewe tu ni drugs, ukiamka tu ni mad drugs. Mimi kuna time lazima ningeamka hivi asubuhi na meza dawa 2. Hiyo ni lazima. Drugs, hiyo ni drugs. Hiyo ni dawa za kulevya. Dawa za kulevya 2 lazima. Za tembe. Za tembe. Lazima nimeze. Ndio niweze sasa
kutoka na kuweza sasa kuongea na watu. Yaani ndio sasa niweze kuongea na watu. Ikifika saa 6 on dot, either nimekula ama sijakula, jaba kwa mdomo. Hata ili niende nikaombe ama niibe, lazima nikule. Jioni lazima nikunywe hiyo tei. Ndio nikikaa hivi mahali, nikiona kamzee tu hivi, mimi nakaangusha chini na kanyonga na mnyang'anya ile do. So unapata hizo madawa zinakufanyia ni mambo mingi. Unakosa kukula, unakonda. Kama sasa mimi meno zangu zilipoteanga juu ya jaba. Juu mimi singelalanga bila jaba. Heri hata yaani hata sijui nitakuambiaje. Kuna time nilikuwa naweza kutoka coach mguu niende hadi tsunami nikaokota hizo majaba. Nimemeza sana madawa sijielewi. Mimi niko tu kwa barabara. Ilifika mahali hadi nikakuwa street mother. Na nilibeba watoto wangu nikaenda nikazanga kwa nao town. Juu hizo vitu sasa ziko huko karibu tu. Sasa ni madawa tu manini. Lakini ilifika mahali nikajiuliza, hawa watu wangu ku street, hii ni life gani nataka kuwaweka? Tena nimeacha madhangu, hapana, mimi narudi home. Mimi nikarudi home. So ilifika mahali nikasema nataka kuacha hizi vitu. Kuacha sasa ndio kazi. Kuacha ndio kazi. Juu unapata macho zinalia. Kama zijatumia, macho zinatoa machozi, zinalia. Niko na hasira, sina appetite, sina nini, yani, lakini nasemaje, hata nisikiaje ya maji. Hizi vitu sitazikula tena. Na sitaki, hata nikisikiaje sitaki. Mabesti zangu nikasemaje, nitakuwa nawatokea tu pole juu unapata kama unajaba. Mabesti ndio wamekaa. Unasikia amekwambiaje, kwani unaanda siwache nikugawie? Anakugawia. Hapo amekusha kugawia hivi. Wewe ni hivyo. Unakula mpaka asubuhi. So unapata huko mtaani kuna mtu anapoteza tu hizo miadarati. Kuna mtu upoteza mguu, kuna mtu anaweza poteza mkono, kuna mwingine anapoteza macho. Vijana tu wadogo watu wa class, hata miaka juu kwa ghetto si rahisi upate ati mtu amesoma. Watu huwa wanalemewa mapema. Juu mzazi mzazi mimi nikuwe mlevi, ile chakara kila saa nimekunywa pombe na nalala chini. Alafu watu watanifuata ile future yangu. Nikaona hapana, mimi sitakubali maisha. Na ndio maana watu wangu wasipitie hii life. Lazima kwanza mimi mwenyewe ni change. Nijue nikifanya hivi watu watanifuata. Unapata sahi kama uko mtaa, unapata watu wako na 17 years wameoana na wako na mtoto. Na wameingia kwa drugs. Unashangaa so unapata raundi mpaka unaangalia hivyo wasichana. Nawaambia jamani, wacha kuingia kwa hizi vitu. Wacha kutaka kuolewa mapema. Acha kutaka kutumia hizi vitu mapema. Utajiwaste mapema na usipojua kujicontrol, kujitoa pale, unakufa, zitakuua. Juu hizi vitu unatumia, haukuli, haukunywi, hauishi maisha poa. So mimi niliamua kuchange, nikaamua tu nitakaa hivyo, nifanye tu kazi ya mkono yangu. Nisema hata nikapata tu kazi yote, hata kama ya kuuza mayai. At least hata nabaki na kobole juu, kibole na kobole ingine ikibaki na baia kama ni ya watoto hiyo wanyona wanakula. Yaani nifanye tu kitu hata kama nitakuwa nauza nini ama nini. Tu kitu inaweza patianga tu watu wangu tu food. Hata si lazima hata nikae nyumba kubwa ama hata nifanye nini, but tu watu wangu wanakula food na wanalala tu kwa nyumba poa. Naweza shukuru Mungu sana. Okay. Nini ilikusukuma sana ukaamua unataka kureform? Kenye ilinisukuma sana nataka kureform, niliona watu wangu wana grow. Juu unaona ako class 8. Huyu mwingine ako class 4, mwingine bado jengesho. Na nikajiuliza, nikikaa hivi, so pia wanaume watachukua advantage, waanze kutumia wale watoto wangu vibaya. Wanaume wataanza kuja hapa, juu wanajua mimi nimeelewa. Watakuwa wanakuja home, wanashika wale watu huyu, labda hata wanawaripu. Juu kuna watu unapata unashikana na jamaa, anakubaia pombe. Hizo ni cases ziko. Mtu anakubaia pombe, ukishalewa mnaenda naye kwako. Huko kwako wewe utakuwa tu daily mnakuja mkiwa levi, lakini anakutumia wewe na hao watoto wako. Anakutumia wewe na hao watu wako.
Sasa nilikanga nikajiambia hapana, mimi sitakubali watoto wangu wasafe venye mimi nimesafa. Hapana. Na sitatumia hizi vitu tena juu watoto wangu watapotea njia venye nilikuwa nimepotea njia. So sitakubali watu hiyo wapotee njia. Mimi nitaachana na hizi vitu. Na kama ni kusoma, mimi nawaambianga someni, hata kama sina do tu ni someni. Someni, naenda naongea na Odiju namwambia nitaleta. Kuna time hadi Odiju ananiambia utaleta mpaka lini? Nitaleta tu mwalimu, juu umeenda umepata 150. Ni kukula ama ni shule? Umeenda umepata 100 ama 50. Ni chakula, ni shule, ni nini? Sasa hadi unapata watu wanaenda shule, wana viatu za shule, wana full uniform. Lakini nasemaje, hata kuendeaje ama kuendeaje, hizo vitu zote nitavumilia, but sitarudi tena nyuma kwa miadarati. Juu inapoteza mpaka, inafanya unapoteza tu life yako bure, watoto wako wanapotea. Unapata kuna kuwa na early marriage, watoto wanaanza tu kuharibika mapema. Nikasema mimi sitakubali kurudi huko tena. Heri tu nivumilie, Mungu atanisaidia.